Kwa majina naitwa Shaibu Hamisi Njauka, ni mfanyabiashara wa soko la Newala. Biashara tuna muda kidogo, na wastani wa nusu karne tunaifanya biashara, na ni miaka kama 40 hivi. Tuko kwenye biashara na tuko kwenye soko la Newala. Jambo la kwanza kwenye biashara ni uvumilivu na ukweli. Mtu lazima uwe mkweli, sababu kikao ukiangalia watu wengi tunafika kwenye masoko hali ya kuwa tuna mitaji tunapata baada ya kwenda kwa wahisani, kwa wakopa mali, ukauza, baadaye ukawarudishia kile kidogo chako, ukachukua, maisha yakawa yanasonga. Mwisho wa siku utaibana hiyo pesa, itakuwa nyingi. Ikishakuwa nyingi, nafikiri ndio utaanza kufanya shughuli za maendeleo. Biashara yangu nilianza kwa kuwa nachukua mali kwa Muhindi Mr. Nagibu, naenda Msumbiji miaka ile ya 90. Kawa naenda Msumbiji. Baada ya hapo nafikiri nilipoona nimepata mtaji, nikaacha biashara ya kwenda Msumbiji, nikaanza kuuza mitumba kwenye soko la Newala. Kuanzia mwaka 89 nauza mitumba mpaka mwaka 98 kaamua kubadilisha biashara, kaanza kufanya biashara ya vyakula. Kwa hiyo ndo kama nilivyosema, biashara inataka uvumilivu. Utakuta miaka yote niko kwenye biashara mbili tu. Kabla ya hapo, huko nyuma nilikuwa nafanya biashara ya babangu mdogo, lakini baadaye niliamua kuacha baada ya kuona nimepata maarifa ya kuweza kusimama kwa miguu yangu. Basi, kwa hiyo yani kikubwa kwenye biashara ni uaminifu. Dukani kwangu sasa nauza vyakula tu vingi. Nauza vyakula, nauza ngano, munga, sukari, mafuta ya kula na vinywaji, ndio vipo kwa wingi sana. Na vitu vidogo vidogo vingi tu vipo. Kwa hiyo ninavyo nauza hapa. Unapokuwa unaanza kufanya biashara, lazima utakutana na changamoto nyingi sana. Siku za nyuma wakati tunafanya biashara ya mitumba, niseme tu kwamba serikali ilikuwa ina watumishi wa mamlaka ya mapato, lakini walikuwa hawana weledi kama waliokuwepo sasa hivi. Sasa hivi tuna watu ambao ni kama msaada pia kwa mfanyabiashara. Wanakutoza kodi, lakini pia inapobidi wanakuelimisha. Kwa hiyo ndio raha ya kufanya kazi na mtu ambaye amesoma. Kwa hiyo yani kwa sasa hivi naweza kusema kwamba msaada mkubwa unapatikana kwa wataalamu wenyewe wa biashara. Kulikuwa na changamoto kwa sababu kulikuwa na watu ambao hata weledi walikuwa hawana. Yaani ni watu ambao walikuwa wanafanya kazi kwa mazoea. Mtu alikuwa mlinzi pale TRA, lakini baadaye anakuja anapata kazi. Kwa hiyo lazima yeye awe na mambo yake tu, sio ya kitaaluma. Lakini sasa hivi mamlaka ya mapato inaajiri watu. Mimi nawapongeza, nampongeza mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mapato, nawapongeza na wasaidizi wake, kwa sababu hatua zinazopigwa hizi hapa sio hatua za mchezo. Ni hatua ambazo hata kwa mfanyabiashara yoyote anaziona. Kwa sababu inafika wakati sasa hivi kodi mtu anatakiwa ujikadirie tu kutokana na nini ile unavyokuwa unapata wewe mwenyewe. Kwa hiyo niseme tu kwamba changamoto kubwa wakati ule ilikuwa ni kodi, na ndio maana ilipelekea watu wengi sana kuacha kufanya biashara. Lakini sasa hivi huwezi kumkuta mfanya biashara na hata kufanya biashara kwa sababu za kikodi. Watu wa kodi sasa hizi wanafikika, unazungumza nao, mnaelewana, mwisho wa siku unalipa kulingana na vile uwezo wako ulivyo. Kwenye biashara kunatakiwa usiwe na haraka na jambo lolote lile. Kwa sababu kwa mfano unaweza kaja sokoni ukakuta mtu labda amenunua gari ya shilingi milioni 10 anatembelea, wewe mtaji wako uko milioni 15. Unaweza ukataka umfuatishe yule kanunue gari na wewe ya milioni 10. Unazorotesha mtaji. Unachotakiwa wewe uangalie kwamba je, mtaji wangu unaniruhusu nikitoa milioni 10 nikaenda kununua gari, tabaki hela ya kuendelea kudandia. Sasa watu wengi wanafeli kwenye eneo hilo. Sasa kwa mfano kama watumishi wale wanapokuwa wanatoka makazini wakija kwenye shughuli za biashara, yeye anataka anunue kiloba cha sukari aweke nyumbani, anunue kiloba cha ngano aweke nyumbani, anunue mafuta ya kula ndoo moja aweke nyumbani. Sisi kama wafanyabiashara tuko hivyo. Sisi tunachokula ni kile tunachouza. Wewe ukija hapa unakuta anapima mchele kilo moja anapeleka nyumbani, ndio maisha ya leo yanakwenda. Yaani mfanyabiashara anakula kwa leo yake, sio kuchukua unga kwenda kuweka nyumbani kiloba, hapana. Labda niwe na shamba nimelima hivi, kwa mfano kama mimi nalo eneo nimelima, bahati nzuri nimpata mahindi ya kula. Kwa hiyo utakuta kama nauza unga unakaa tu unaendelea kufanya biashara. Lakini mafuta utakuta nachukua lita moja mafuta ya alizeti na napeleka nyumbani kwenda kula.
Sabuni tunachukua mche mmoja, tukishafungua boksi naenda kufanyia shughuli za usafi kule. Sukari hali kadhalika na vitu vingine. Lakini kwa mtumishi ambaye ametoka kazini anataka aje kwenye biashara, hawezi. Yeye anataka achukue kiroba kimoja cha ngano aweke nyumbani, sukari si nani, vitu ambavyo si sahihi. Yeye anataka aishi maisha yale ambayo alikuwa yupo kazini, akifika mwisho wa mwezi anapokea mshahara. Lakini sasa hivi mwisho wa mwezi wake ni kazi za kila siku. Unapokuwa unafanya biashara, nafikiri ndio unajua kwamba hapa mazingira yakoje, nimepata faida gani, nitumie vipi. Kwa sababu ukiwa mfanya biashara wewe ni mhasibu, meneja, mkurugenzi, kila kitu. Na kama unavyojua pesa ni kila kitu. Sasa ukiwa mtu usiokuwa na subira na jambo lolote lile, itaisha hiyo. Kwa sababu pesa kama unavyojua, hata kichaa anapita naomba hela. Kwa hiyo kila kitu ukipeleka pesa ni kama kilainishi fulani hivi. Kwa hiyo kikubwa wewe unatakiwa uvumilie. Unavumilia. Kwa mfano kama mimi maisha yangu sasa hivi nikikaa sokoni hapa, nikitoka sokoni niko nyumbani. Huwezi kunikuta hapa wala hapa. Yaani utanikuta sehemu labda kuna tatizo nimeenda kushughulikia. Nimeenda sehemu labda nimeenda kuona, lakini kutoka tu sehemu kwamba nitoke niende sehemu fulani nikaongea, hiyo hapana. Hapana, yani kuwe na sababu. Kwa sababu hiyo pia itasaidia. Inasaidia hata kukufanya wewe ile 200 ulioipata ije ifike kesho na kesho kutwa. Yaani watu wengi wanashindwa kwa sababu hiyo, kwa sababu ikichojua kuna mambo mengi hapo yamejificha kwenye kiza. Siri ya mafanikio na kudumu kwenye shughuli za kibiashara ni mtu kufuata utaratibu wa kuishi. Mtu tufuate utaratibu, usiwe na haraka. Ukiwa na haraka lazima tu utakwenda utafeli. Na watu wengi wanafeli kwa sababu za kuwa na haraka. Haraka haitakiwi kwenye jambo lolote lile. Kwa sababu sasa hivi kwanza fursa ziko nyingi sana. Kama kwetu huku fursa ziko nyingi. Unaweza kukuta kijana amenunua bodaboda, anaanza kutembea na bodaboda, anapata pesa, anaiweka mwisho wa siku anaweza akapata mtaji, akaamua kufanya biashara. Mfumo ni ule tu. Kama anaweza kutunza shilingi 1000 ikaja ikafika 500,000, milioni 1, huyo tayari anakuwa, anapokuwa ametoka kwenye bodaboda kuja kwenye biashara, anakuwa tayari ameshahitimu na ni mtaalamu, kwamba ana uwezo wa kutunza, wa kumaintain hicho kitu kikakaa. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba kimsingi vijana kama wanataka kufanya hivyo wafanye, hali ya kuwa wanajua kwamba adui mkubwa wa shughuli zao ni matumizi mabaya ya pesa. Ndio adui mkubwa, kwa sababu utakuta vijana wengine umri wake mdogo anajiingiza kwenye masuala ya anasa, mara ulevi na nini. Mwisho wa siku unamaliza rasilimali pesa. Soko la bidhaa nafikiri liko kama kawaida tu, kwa sababu sisi tunaathiriwa sana na misimu hii mifupi. Sababu ni swala lisilopingika kwamba kwa upande wetu huku sisi zao letu kubwa ni zao la korosho. Na kwa mazingira tulio nayo, korosho inafanya vizuri, inazaa vizuri sana. Lakini sasa utakuta muda ule ni mdogo. Kwa mfano mwaka huu, msimu uliopita huu hapa, ni msimu ambao tumefanya biashara kwa muda wa mwezi 1.5. Na hii hatuwezi sana kulalamika, kwa sababu tunajua nchi ilikuwa kwenye uchaguzi. Nchi kisha kwenda kwenye uchaguzi, hata mtu unapoamua kujenga tu, huwezi kujenga mwaka huu na ukawa unapata mafanikio mengine. Hii inakuwa haiwezekani. Kwa hiyo sisi tulijua, kwa hiyo tukawa tumekaa tunasubiri tuone hali itakavyokuja msimu mwingine. Kikubwa tu tunaomba tu watuletee pembejeo, kwa sababu naona wako kimya sana. Kwa sababu sisi msingi wetu wote sisi ni kilimo. Watuletee pembejeo ili twende tukaandae mashamba. Vijana mimi na washauri wajitume. Kwa mfano, kazi yoyote unaifanya mtu, hakuna kazi ndogo. Ukifika pahala ukaidharau kwamba hii kazi tu ya muda, kazi yako ya kudumu itakuwa ipi? Yaani kazi yoyote ile inakuletea riziki, hiyo kazi wewe unatakiwa uishike kwa mikono miwili. Ukienda ukaidharau hiyo kazi, wewe utakuwa unapotea, kwa sababu hujui umejiandalia kazi gani. Kazi inayokupa riziki ndio kazi yako hiyo ya kudumu. Kwa hiyo vijana mimi nataka niwaambie kwamba kimsingi ukijikuta wewe ni bodaboda, endesha kistaarabu, wabebe abiria, wafikishe wanakokwenda, watakupa chako kihifadhi. Lakini ukisema bana mimi nafanya tu hii kwa muda na kazi nyingine, kazi gani? Wewe mwenyewe unaona watu wamesoma, wana madigrii yao, wanaishia kufuga kuku.
Mtu anafuga kuku anatoka anakwenda, si ndio bwana? Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba kazi yoyote ile hamna kazi ndogo. Ili mradi iwe inaleta riziki tu, iwe kazi ya halali, ni kazi ambayo mtu atakuwa inamsaidia sana. Kwa hiyo kwa vijana mimi naomba niwaase kwa namna hiyo kwamba wasifike pahala wakajikuta kwamba hii kazi wanaoifanya ni kazi ya muda. Kazi yako ndio hiyo hiyo. Ifanye tu, uifanye, alafu mwisho wa siku utakuja kuona mafanikio baadaye. Lakini bii yake sasa, uvumilivu kwenye kazi yote unaifanya lazima uwe nao. Mtu uwe mvumilivu. Mimi nimejitolea mfano mimi mwenyewe. Mimi niko sokoni hapa tangia 88 1988 niko sokoni hapa 1988 kutoa 2026 na miaka 38 nimefanya biashara mbili tu hapa. Mbili tu. Nimeuza mitumba, leo nauza vyakula. Lakini tayari kuna watu hapa wameniacha, wengine wameenda Songea, Dar es Salaam na wapi. Mwisho wa siku ukienda leo hata ukiwaangalia unawahurumia. Kwa hiyo subira inatakiwa kwenye jambo lolote lile ili walau lije likupe tija siku za baadaye. Mimi naongea mimi naitwa Shaibu Hamisi Njauka. Lakini watu walifika pahala mpaka wakaninasibisha na jina la kibiashara, wakaniambia wewe unaitwa Shaibu Maharage, kwa sababu nilikuwa naendelea kuuza maharage mpaka kesho. Kwa hiyo niseme tu kwamba subira inatakiwa kwenye kazi yoyote ile. Mtu ukiwa unafanya kazi zako uzifanye, hazitakuletea tija siku moja. Zitakuletea tija baada ya muda mwingi. Unaona hata vijana bodaboda hapa. Naona mwingine ana pikipiki 2 3, mwingine amejenga nyumba na familia. Kwa hiyo kwa sababu gani? Kwa sababu amekuwa na muda wa kusubiri. Lakini mtu leo bodaboda, kesho kutwa sijui nini, mwisho wa siku pikipiki yenyewe anaendesha ovyo ovyo. Hakuna kinachoeleweka. Kitakachoendelea hapo ni kuzalisha maajali tu, kuleta usumbufu tu kwa vyombo vya dola bila sababu yoyote ya msingi. Wakati kile chombo ni chombo cha kukuendeshea maisha wewe. Kwa nini usikiendeshe kwa upole? Kwa nini usikiendeshe taratibu? Kwa nini usiingie staha kwenye chombo chako? Kwa sababu hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua kwamba mwenye unyenyekevu ndio mtu ambaye ninemtaka mimi. Na hata wateja nafikiri wakiona huyu dereva ambaye kidogo wana uhakika kwamba kama litatokea la kutokea, basi ni kwa ajili tu ya mapenzi ya Mungu, sio kwa sababu ya kusababisha mtu. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba vijana nataka tu ni wanasihi kwamba hakuna mtu ambaye ameandikiwa kupata. Hakuna. Kila mtu amezaliwa na riziki yake. Kikubwa unajipangaje kuitumikia riziki yako. Kwa hiyo ni waombe. Lakini pia hamna kazi ndogo. Ukisema hii kazi mimi ya muda tu na kazi yako, kazi gani unaenda kuifanya? Huna kazi unaenda kuifanya zaidi ya hiyo unaoifanya ambayo inakupa riziki ya kuendeshea maisha yako.